katika jina la Yesu tunasema ni asante asubuhi ya leo Mfalme Jehova. Umekuwa mwaminifu Mfalme Jehova, umetulinda wiki mzima mpaka sasa hivi tuko wazima Jehova. Wacha sifa na shukrani zikupe Mfalme. Tazama, angalia mchungaji amesimama Mfalme Jehova, mpe yaliyo yako Jehova. Yale sijaomba Mfalme Baba uweze kumwambia katika jina la Yesu niomba nikiamini. Asante sana kwa uimbaji mzuri. Chukua nafasi hii tena kushukuru viongozi ambao wamefika nyumbani mwa Bwana. Naamini ya kwamba nimewacha kazi nyingi ama shughuli nyingi, lakini nimekuja kwa ajili ya kumsifu Mungu. Pia nishukuru washirika wote ambao wamefika, wakiwemo wageni kama wako, na pia viongozi ambao wanaongoza ibada. Shukuru pia praise and worship kwa huduma huo ni huduma ambao ni huduma mzuri. Ni wasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Naomba kila mmoja anisalamie Bwana asifiwe. Asanteni sana. Tunaenda direct kwa ibada yetu ya neno la Mungu, na somo letu tunalisoma katika kitabu cha Genesis. Amini msomaji anajiandaa. 16 verses 1 to 5. Genesis. Amen. The book of Genesis 16, 1 to 7. It says, "Now Sarai, Abram's wife, had borne him no children, but she had an Egyptian slave named Hagar. So she said to Abram, 'The Lord has kept me from having children. Go sleep with my slave. Perhaps I can build a family through her.' Abram agreed to what Sarai said. So after Abram had been living in Canaan 10 years, Sarai, his wife, took her Egyptian slave Hagar and gave her to her husband to be his wife. 4. He slept with Hagar and she conceived. When she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. 5. Then Sarai said to Abram, 'You are responsible for the wrong I am suffering. I put my slave in your arms, and now that she knows she is pregnant, she despises me. May the Lord judge between you and me.' 6. Your slave in your hands." Abram said, Do with her whatever you think best." Then Sarai ill-treated Hagar, so she fled from her. 7. The angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert. It was the spring that is beside the road to Shur. God let the reading. Amen. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Mwanzo sura 16 mstari wa 1 hadi 7. Neno la Bwana linasema, Basi Sarai mke Abrahamu hakumzalia mwana, naye alikuwa na mjakazi Mmisri jina lake Hajiri. Sarai akamwambia Abrahamu, "Basi sasa Bwana amenifunga tumbo nisizae. Umwingilie mjakazi wangu, labda nipate uzao kwa yeye." Abrahamu akaisikiliza sauti ya Sarai. Sarai mke Abrahamu
akatwaa Hajiri Misri mjakazi wake. Baada ya kukaa Abrahamu katika nchi ya Kanaani miaka 10, akampa Abrahamu mumewe awe mkewe. Basi akamwingilia Hajiri, naye akapata mimba. Naye alipoona ya kwamba amepata mimba, bibi yake alikuwa duni machoni pake. Sarai akamwambia Abrahamu, ubaya ulionipata na uwe juu yako. Nimekupa mchakazi wangu kifuani mwako. Naye alipoona kwamba amepata mimba, mimi nimekuwa duni machoni pake. Bwana na ahukumu kati ya mimi na wewe. Naye Abrahamu akamwambia Sarai, tazama, mjakazi wako yu mkononi mwako. Mtendee lililo jema machoni pako. Sarai akamtesa, naye akakimbia kutoka mbele yake. Malaika wa Bwana akamuona kwenye chemichemi ya maji katika jangwa, chemichemi iliyoko katika njia ya kwenda Shauri. Bwana Yesu abariki andiko. Amen. Asante sana. Kidogo tu kabla sija sema jambo lolote kuhusu Mwanzo, kuna jambo ambalo mtu wa Mungu amesoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Kwa Ufunuo wa Yohana, mtu wa Mungu amesoma mlango wa 21. Na mlango wa 21 mahali ambapo alisoma mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. Amekuwa akizungumzia kuhusu mbingu mpya na nchi mpya. Amezungumzia makao mazuri ambao Bwana Mungu ameandalia watu wake. Jambo ambalo nilikuwa nataka kupeana kwa wanadarasa ni kwamba katika maandiko za alphabet za Kigiriki imeanza na leta A ama A, ambaye maana yake ni alfa. Katika hiyo tunazo leta 26. Na kwa leta 26 24 tunaona ya kwanza ikiwa ni A na ya mwisho ni O. Ya kwanza inamaanisha alfa na ya mwisho inamaanisha omega. Mwanzo na mwisho. Kwa hizi leta ambazo wameanza na A, wamemaliza na O, alfa na omega, hapa katikati kuna maisha ya mwanadamu. Na maisha ya mwanadamu huanzishwa na Mungu. Mungu anapoanzisha maisha ya mwanadamu, kuna mahali ambapo anayapeleka tena. Yanasema alfa, alafu anasema omega, mwanzo na mwisho. Ndio mtu wa Mungu amekuwa akifundisha akisema ya kwamba makao yetu ambao tutakaa milele, haya makao yako pamoja na Mungu. Na Mungu kupitia kwa Yohana katika ndoto, by the way, kitabu cha Ufunuo ni ndoto, tunaona akihimiza ya kwamba Yohana anasema nikaona mbingu mpya, I saw a new heaven and a new earth. The first heavens or heaven and the first earth had disappeared, and so had the sea. Then I saw a new Jerusalem, that holy city, coming down
hao. Now, ndoto hizi za Yohana zilimchanganya, zilimfanya wakati mwingine aliona kana kwamba haya mambo ni ya kushangaa, ni mshangao. Maana anaona mbingu mpya na nchi zinashuka kutoka mbinguni, zinakuja. Alafu anasema anaona Jerusalem mpya. Yohana naamini ya kwamba katika hali hiyo, kama angali tu amenyamaza, anasema na akasikia sauti kubwa. Jamani, mtu wa Mungu ndani ya nyumba ya Bwana, kuna vitu ambavyo Mungu anatuwazia. Kuna mambo ambayo Mungu ametutengea. Kuna mambo ambayo Mungu ametuwekea tayari. Wakati mwingine yanakuja kama mshangao. Wakati mwingine yanakuja kama mshtuko. Bwana anaposikia sauti inasemaje? Anasema, I heard a loud voice shout from the throne. Hiyo sasa ni kiti cha ufalme, kiti cha Mungu. Kinasema, God's home is now with his people. He will live with them and they will be his own. Na ndo mtu wa Mungu alikuwa anafundisha akisema ya kwamba kama kweli tunataka Mungu akae pamoja nasi, kama vile Yohana anavyosema ya kwamba akasikia sauti ikisema, sasa watu wa Mungu, sasa watoto wa Mungu, nitakaa pamoja nao. Inamaanisha kwamba wakati ambao tumejiandaa, tumejiweka tayari kwa ufalme ya Mungu. Maana unajua ya kwamba sehemu ambayo tunakaa, vile ambavyo tunavyoishi, maisha ambayo tuko nayo, jamani, haya sio maisha yetu. Hii inamaanisha kwamba kuna maisha mazuri. Tunasema kwamba omega wetu, mwisho wetu hautakuwa kama vile tulivyo. Kuna wakati ambapo Mungu atatubadilisha. Kuna wakati ambapo maisha ambayo tuko ndani, maisha ambayo tunaishi pengine ya taabu, ya shida, ya magonjwa, ya kukosa vitu, yaani ya kuhangaika kila wakati. Bwana anasema kwamba kuna alfa, yaani mwanzo wetu, na mwanzo yeye alianzisha. Kuna omega, mwisho wa maisha haya. Jamani, hayatakuwa kama kawaida. Kila wakati wanahubiri kuambia watoto wa Mungu ya kwamba mahali popote, bila yote ambayo unapitia, hali yote ambayo unapitia, haimaanishi kwamba vile umeanza ndivyo utakavyomaliza. Bwana Yesu asifiwe. Kama kweli Mungu anatujua, na Yohana anaona mbingu mpya ikishuka, yaani maisha tofauti na yale ambayo anaishi, yanashuka kutoka mbinguni. Inamaanisha kwamba Mungu hawezi akawacha watu wake. Mungu hawezi kuacha mtu ambaye alianzisha. Jamani, maisha ambayo tulio nayo hatukuanza sisi wenyewe. Haya ni maisha ambayo Mungu alianzisha. Na kama Mungu alianzisha, hatayakamilisha. Na kama hatayakamilisha, nasema hivi, hatakamilisha vizuri. Pigia Yesu makofi kama unampenda. Bwana atayamaliza vizuri. Nimependezwa sana na ujumbe huu, maana una connect ujumbe katika Agano la Kale ambao nimesoma. Chini kabla sijaenda hapo, niseme ya kwamba katika hali zote ambazo tunaoishi kama wanadamu, katika hali zote ambazo tunakaa kama wanadamu, nataka tukumbushane ya kwamba maisha tulio nayo, jamani, hali ambayo tuko nayo, hali ambayo tuko ndani, mtu asijiwekelee na apende aone kana kwamba vile anavyoishi ndiye atamaliza. Hapana. Kama kuna magonjwa, kuna vituko fulani, kuna kuwindwa na kutafuta, haimaanishi kwamba utawindwa mpaka mwisho. Kuna Mungu ambaye anafuatana pamoja na wewe. Bwana ni mwema.
Now, katika Genesis inazungumzia kuhusu mtu ambaye anaitwa Abraham. In verse number 1, Abraham wife Sarai had not been able to have any child. Kama vile navyojua, hii ni habari ambayo tunaitangaza. Hii ujumbe na connect yote mpaka hiyo Revelation. Tunajua kwamba Sara hakuwa na mtoto. Na katika kitabu hiki mlango wa 12 tunaona Mungu anamwahidi Abrahamu. Anamwambia kwamba katika uzao wako basi utatengeneza taifa kubwa. Hapa katika mlango wa 16 tunaona Sara hana mtoto, lakini wamekaa miaka za kutosha, wanaendelea kuishi maisha. Napenda familia hii kwa sababu gani? Familia hii walikuwa na ahadi ya Mungu, na ukashika ahadi ya Mungu sana. Hata kama walikuwa wanaendelea kuishi bila mtoto, kuna ahadi ambayo ilikuwa ndani ya mioyo yao. Walikuwa wanajua kwamba hata kama hatuna mtoto, hata kama alfa yetu, yani mwanzo yetu, inasema kwamba hatuna mtoto, maana mwanzo wa Abrahamu hakuwa na mtoto, lakini walijua kwamba kuna omega, mwisho. Walijua kwamba Mungu aliwaahidi ya kwamba mwisho ya maisha yenu naenda kutengeneza taifa kubwa. Sasa wapendwa, waliishi katika ahadi ya Mungu. Jamani, kama wewe ni mtu wa Mungu, ni vyema kuishi ndani ya ahadi za Mungu. Ahadi ya Mungu inamaanisha kwamba hata ukionekana saa hii uko duni, hata saa hii ukionekana hauwezi, watu wanadharau wengine, watu wanatisha wengine, watu wanazungumza vibaya kwa wengine, watu wanaongea kinyume kwa wengine, lakini wacha nitangaze habari njema ndani ya kanisa la Bwana. Alisema ya kwamba mtu hakuna mtu ambaye anajua mwisho yako. Watu wengine wanajua mwanzo yako, ya kwamba huyu alizaliwa katika familia masikini. Jamani kanisa, watu wanajua mwanzo yako, ya kwamba ninyi hamuwezi. Watu wanajua mwanzo yako, ya kwamba wewe kama wazazi wako hawakuwa na chochote. Lakini natangaza habari njema ya kwamba kuna mwisho ya mtu, na mwisho ya mtu hakuna mtu mwingine anajua. Abrahamu halimtumainia Jehova. Naomba ndani ya nyumba ya Bwana, utalie ndani ya nyumba ya Jehova siku ya leo, ya kwamba mtumainie Mwenyezi Mungu. Hata kama kuna jambo ambalo naona ni gumu siku ya leo, jamani mtu wa Mungu, nasema ya kwamba hata kama kuna kitu kinakusumbua, kuna mambo ambayo unaona kana kwamba hauwezi, nasema hivi, wewe mtumainie Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Kuna lalamika kwa mlango wa 3 wa Genesis 3 ya wakati ambapo Mungu alimwahidi Adam ya kwamba matunda yote yaliyo katika shamba wewe unaweza tumia na ukule, lakini tunda moja usiguze. Kuna kulalamika ambapo sasa mke wa Adam anaenda mbele za Shetani, wanazungumza, wanamaliza agreement yao. Baada ya kumaliza agreement yao, mke wa Adam anakula tunda. Baada ya kulikula ile tunda, anakuja mbele ya Adam mumewe, wanasikizana, anamwambia hii tunda si mbaya, wacha tukule. Kulalamika ambapo nasema ni hii, baada ya Adam kula tunda, inasema Mungu akaonekana. Wakati Mungu anaonekana, anamuuliza Adam, nini imefanyika? Adam anasema, Mungu mimi ni mtu mzuri, hiyo naongezea. Lakini anasema huyu mke ambaye ulinipea, unalalamika. Now,
mtoto, anajua ya kwamba mtoto wangu anatoka ndani ya tumbo ya Sara. Abraham anaendelea kuomba Mungu, lakini mama ambaye anaitwa Sarai, Biblia inasema yeye akawa katika hali tofauti. Anaenda anamwambia Abraham, hata kama unangojea, hata kama unasema Mungu atatubariki, lakini naona nazeeka, naona siko sawa. Ninakusihi ya kwamba ulale na huyo mtoto ambaye ni mfanyakazi. Linasema, but she owned a young Egyptian slave woman named Hagar. And Sarai said to Abraham, the Lord has not given me any child. Sleep with my slave, and if she has a child, it will be mine. Abraham agreed. Hai. Sasa hapo ndio ninakuja kwa wazee. Linasema Abraham agreed. Abraham akakubali. Wakati mwingine watoto wa Mungu, nimekuwa nikifanya research kubwa sana kuhusu mzee ambaye anaitwa Abraham. Nikaona ya kwamba Abraham cha ukweli, yeye alikuwa mtu ambaye anamtii na kumwamini Mungu. Abraham ni mtu ambaye halijitoa mbele za Bwana. Abraham ni mtu ambaye haimwamini Mwenyezi Mungu sana. Jambo ambalo linakuja ndani ya Abraham ya kwamba ninataka ulale na mfanyikazi, hilo jambo halikuwa la Abraham, ilikuwa ni jambo la Sarai. Wakati mwingine kwa nauliza swali, najiuliza, nataka najijibu. Nikasema hivi shabasi, mikono za hao wadada, na hiyo nataka hata mnisaidie. Watu wote, ndugu Francis, ambao wamefungua kazi ya kunyoa vinyozi. No. Kama ukifungua kinyozi, bali warongo wewe. Na uweke wanaume bila wale wasichana wakifanya hivi. Hata huwezi pata kasa. Unaweza kwa kinyozi moja ndio unanyolewa mara 3 kwa wiki. Si kwamba nywele imemea. Tunaelewana jamani? Yaani anapenda tu. Babu nakuta hata amena hapo. Bwana asifiwe. Wazee wana makosa. Yaani kuna vitu vingine ambavyo havikuanzi ndani ya wazo, ndani ya moyo wa mwanaume, lakini wakati mwingine huletwa ndani, huingizwa ndani. Wakati mwingine naingizwa ndani, na wakati naingizwa ndani, baadaye wakati unaamka na kweli huyu ndiye anaendanga wewe. Huyu ananywa mara 2 mara 3 tena. Ukigundua ya kwamba kumbe hata unaweza nyolewa tu na tatibo, na mtu asikufanye hivi, na ukiwa tu sawa, na wewe umesema 170, maana hiyo kinyozi ni 200. Sasa anasema kuna mahali pa 500. Kwa nini maji? Na hapo kwa kijiji unaenda tu unanyoa na tatibo, naweka spirit uko nusa. Sasa point. Sarai akamwambia Abraham, kwa sababu tunazeeka, sikia mawazo ambayo yanakuja. Kwa sababu kweli Mungu ametuahidi, lakini tunazeeka. Wewe chukua mfanyikazi. Jamani, wanaume wakiwa ndani ya nyumba ya Bwana, wadada hawa, hata unazikuta jirani yako anaweza kumkosea. Ukitoka kazini, atakwambia maneno vile alikosewa, na akwambie, akukumbushe kwamba kama wewe ni mwana
na yeye. Wakati unarudi kwa nyumba, hautampata. Anakwambia, yaani hivi vitu mndo umeua mtu, na unataka tukae na wewe? Amekusukuma, sasa umeenda. Baada ya kwenda, ukirudi kutoka mahali ulikuwa, hata kumsalimia hauwezi. Anakataa. Anasema uwezi. Kwa hivyo najaribu point yangu ni kwamba wanaume ndani ya nyumba ya Bwana tujiangalie vizuri. Hapana chosewa, hapana sukumwa, hapana fanya, jaribu kujihoji mwenyewe. Jiulize, masijubilie. Kwa nikiambia watu wengine ya kwamba siku hizi kazi ambazo zilikuwa za wanawake sasa zimegeuka, zimekuwa sasa za wanaume. Unajua kikwetu mwanaume kurogo nawe hangeweza kumwambia auje. Haungeweza kumwambia baba Alex, si unioshe huyu mtoto. Yaani usige rumano huyu. Unioshe huyu mtoto. Mimi naenda chama. Yaani mama anaenda chama. Amekuachia nafasi uoshe nini? Mtoto. Siku zetu hungeweza kuona hiyo. Lakini saa hii ni kawaida. Saa hii ni kawaida. Na wanaume wote niwaambie kitu. Mkiwa hapo, na hili nitasema wazi. Naweza sema hata kwa sauti kubwa. Naweza ongeza hata volume. Wakati wa mama wanaosha watoto, kuna kazi wanafanya ambayo sisi wewe huwezi fanya. Huwezi. Mnajua kweli? Sasa ni kwamba na kweli. Mama nasi kamana. Kuna sehemu ambazo anaangalia. Aone ziko sawa ama ziko vibaya. Kama ni kijana anaangalia kuna mkono na kuna aone huyu mtoto akwaje. Karo mbona kile anaangalia Yesu nilikuwa naona watoto, mama anakuambia mtoto enda ukojoa uko nje. Anakienda kukojoa. Si ataenda kukojoa hapa. Kuna kitu anaangalia, kiona anakojoa hapa. Ya basi, bila anajua mtoto ako na nini? Ako na shida. Maana kitaki nala wande zira. Kutoka wengine huko. Hiyo ndo kazi wa mama, hiyo kazi zao. Ukiona mzee unaambiwa sasa enda kulesha mtoto. Hata mkono wako hata ikipiga, fanya kidole vile ulikuwa unafanya. Hata ikipiga, hakuna kitu kitafanyika. Mkono ya mama iko na nguvu zingine tofauti. Sasa nyinyi mna Zabanda. Hapana wajibai. Unakwe. Bwana asifiwe. Mnasikia kweli? Bwana Yesu asifiwe. Nisaidie Bwana asifiwe. Tuachie vitu vizuri. Tuachie maneno mazuri. Sarai Abraham alikuwa ameweka ahadi na Mungu. Hakajua kwamba hata ikikuwa nini, hata ikikuwa wakati gani, hata kuna wakati Mungu ataonekana. Kuna wakati Mungu atasimama. Kuna wakati Mungu atameni mtu wa Mungu. Hata kama kuna kitu unangojea, waache kuharakisha. Kuna wadada ndani ya nyumba ya Mungu. Kwa hizo manyumba mzee kazi kama hakuna. Face inabadilika. Yaani sasa jamii watu wakati mwingine wanashangaa. Yaani mwanaume ametoka ametenda kutafuta kazi. Hajapata. Akikuja baada anaulizwa swali. Kwani wewe ni mwanaume gani? Hii maswali shamazi tutakuwa tukijibu aje. Sasa mtu akikuuliza wewe ni mwanaume gani? Jua. Wewe ni mwanaume gani? Mbona unalala hapa? Mbona umekaa hapa? Kuna mwendazi. Haende wapi jamani?
tuanzie wapi? Ndio unaona wakati huu siku hizi lakini sio ndani ya kanisa lao. Wanaume wakitembea wanatembea tu yaani mlogo ni bora trend. Wanatembea tu ni kama baridi inaweza kumpeleka. Hata mwingine ikifika masaa 12:30 hivi. Saa moja anaanza kushangaa sasa nitaenda wapi? Tunatembea tu. Yaani hana nguvu wala uwezo. Kwa mahali anaenda kuna wazo lingine tofauti. Yaani umengojea Mungu, wewe umetuma applications, umeuliza makazi mahali popote, unangojea upate jibu. Lakini unasukuma bwana. Unasukuma. Yaani hata hakuna uwezi kaa. Lakini natangaza hapa ni chema kwamba kuna Mungu ambaye huyu Mungu ukimngojea ni Mungu wa ahadi, ambaye tunasema kwamba yeye ndiye alianzisha maisha yetu na yeye ndiye atakamilisha maisha yetu. Jamani mtu wa Mungu, kama kuna mtu ndani ya nyumba ya Jehova, mtu ambaye anamngojea Mungu, huyu ni mtu ambaye Mungu anapenda. Maana mtu ambaye Mungu anapenda, huyu mtu anangojea, huyu mtu hachoki, huyu mtu anaamini kwamba hata kama kuna shida, hata kama kuna matatizo, hata kama kuna njaa leo, Bwana ni mwaminifu atatulisha. Sarai anasema ya kwamba later when Hagar knew she was going to have a baby, he became proud and was hurtful to Sarai. Unaweza kuanzisha kitu ukifikiria ni kizuri. Unaweza kuanzisha mambo ukifikiria kwamba yatakusaidia. Kuna kitu unaweza anzisha ndani ya maisha yako, useme kwamba hii nikianzisha hii itakuwa sawa, kumbe sio sawa. Tunasema kwamba heri kuanzisha kitu ambacho Mungu anawekelea mkono. Maana kile Mungu amewekelea mkono kiko sawa, lakini kile ambacho Mungu hajawekelea mkono, hiyo kitu hakiko sawa. Na kwa sababu hakiko sawa, kitakuletea madhara, kitakuletea shida. Inasema wakati Sarai alimwambia Abrahamu ya kwamba lala na mjakazi, Abrahamu akakubali. Kama mjakazi kalipogundua ya kwamba sasa ndani ya hii nyumba mimi ndo naenda kupata mtoto, huyu mama hatapata mtoto, kakaanza kuwa na kiburi. Jamani, chochote ambacho unaanzisha, kazi yote ambayo unaanzisha mahali popote, jambo lolote ambalo unalianzisha, fikiria ndani ya moyo wako. Nilikuwa juzi nikiangalia TV ile maombi ya Kenya pale Safari Park, nikaona president anasema kwa wanajenzi tunaomba msamaha. President, mtu ambaye kuna jeshi lote, mtu ambaye hawezi fikia, mtu ambaye anasema hii itafanyika na itafanyika, lakini kwa sababu ya moyo wa Mungu anasema kwamba tunaomba msamaha. Hii inamaanisha kwamba anatafuta omega wake, mwisho wake, anatafuta mwisho itakuwaje. Jamani mtu wa Mungu, chochote ambacho unaanzisha kina madhara yake kama Mungu hajawekelea mkono. Sasa anasema baada ya mtoto huyu kamjakazi kupata mimba, kakakuwa na kiburi, maana kalijua hakuna kitu mtu ambacho mtu ataniambia. Kuna vitu umeanzisha, vimekupeleka wapi? Kuna maneno umeanza, yamekufanyia, yamekusaidia nini? Kuna mipango umeanza jamani, kwa sababu Mungu hakuwa ndani, ni nini imekusaidia? Lakini kama vile mzee amesema, wale watu ambao wanakaa pamoja, wale watu ambao wanaishi pamoja, wale watu wanakula pamoja, wale watu wanaomba pamoja, Mungu anashuka na anakaa pamoja na hao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mtu ndani ya nyumba ya Jehova alianzisha jambo ambalo Mungu hakuwa ndani, kumbuka ya
sababu alijua kwamba sasa yeye ndio wa kusema. Maana yeye sasa ana majambo, alijiona kana kwamba pengine yeye ndio Mungu anataka apatie, atengeneza Abrahamu kuwa taifa kubwa. Haikuwa hivyo. Linasema wakati anamkujia Abrahamu, anasema kwamba it's all your fault, Abraham. Now, then Sarai said to Abraham, unaona, Sarai ya mwanzo anabembeleza mume wake, anamwambia lala laka msichana. Sasa mzee amemalizana na msichana, sasa mimba imeonekana. Sarai anarudi tena, anamwambia hii ni makosa yako. Baadaye wazee, makosa mengi yanakuanga yetu. Kwa nikiambia mtu mahali ya kwamba kama hapa kanisa la PG, kama hapa Kabimuru, hata mtu akifanya aje makosa yote, mwisho wa siku yatakuja kupasta. Mwisho wa siku. Na hiyo yote kama mzee tunalifaa kwa Bible. Tunasema kama vile Abrahamu alivyo, kama vile Yesu alivyo kuwa, haya makosa yote yanapokuja kwetu tunamwambia Mungu asante. Basi sasa kwa sababu tumeshukuru, katupatie barabara ya kupitia. Tupitie wapi? Ndio sasa nasema kama nimekosea mtu anisamehe. Bwana yeye ndio mzee. Kama huwezi ujika, sasa hiyo mzee yako ni bure. Abraham tayari anamwambia hii makosa ni yako. Ni yako. Hata hivyo anamwambia is all your fault. I gave you my slave woman, but she has been hurtful to me ever since she found out she was pregnant. Makosa hii ni yako. Anamwambia kwa sababu nilikupatia kama msichana kama mfanyikazi, lakini wakati aligundua sasa Sarai alikuwa anataka aje, alikuwa anataka sijui Abrahamu afanye aje. Kuna vitu vingine jamani wa dada nyumbani mwa Mungu, kuna vitu vingine mnatusukumanga mpaka mnajiuliza sijui nifanye aje. Tunajiuliza maswali, sijui huyu dada anataka nifanye aje. Lakini jibu letu tunatokana kwa Mungu. Tunamwambia Mungu ya kwamba Mungu tupatie barabara. Bali ukiomba Mungu, ukiuliza Mungu, ukimwambia Mungu kwamba hii sasa mimi siwezi, hii sasa nimeshindwa, hii sasa watu wamenizingira sana, wamenisukuma zaidi, Mungu nisaidie. Bali Mungu anakusaidia. Mungu analeta jibu. Mungu analeta jibu. Najua jibu la Mungu aliyompatia sasa Abrahamu ilikuwa ni kwamba baada ya wakati sasa huyu mtoto amezaliwa sawa, huyu msichana amepata kiburi ni sawa, lakini jibu la Mungu ni kwamba baadaye Mungu linasema malaika wakamwonekania Sara. Maana Abrahamu haya yote wanaume ndani ya nyumba ya Bwana. Kama kuna mwanaume ambaye unaweza patikana mahali, yaani watu wanazungumza sana sana wadada, na wewe unajibu ndani, umeingilia tu hapo, sasa wewe kuna kasoro kidogo. Lakini mwanaume unatulia na unamuomba Mungu, mwanaume unatulia na unaenda mbele za Bwana. Mwanaume hata kama unalia unajifanya kitu kimekuingia kwa macho, yaani umesukuma mpaka machozi yanatoka. Unaanza kusema hii macho hii inaniuma sana, kumbe unalia. Hapo unaenda mbele za Bwana, unamwambia Mungu, Mungu nisaidie. Abrahamu haya mambo yote hayakuwekwa ndani ya moyo wake, bali alienda mbele za Jehova kwa sababu ya ahadi ambayo waliweka na Mungu. Jamani, mtu wa Mungu ndani ya kanisa la Bwana, kama kuna ahadi uliweka na Mungu ya kwamba siku
siku moja Mungu utanifanya. Usichoke, usichoke, endelea kutia bidii, endelea kuweka hiyo ahadi mbele za Bwana, endelea kukumbusha Mungu kila wakati. Kumbusha Mungu, mwambie Mungu, hii ndiyo ahadi tuliweka na wewe. Haya, hii ndiyo agano tuliahidiana na wewe. Wewe ulizungumza nikakubali. Usijaribu kuwa na wasiwasi. Maana kama Abrahamu angetoa hiyo ahadi, kama hangeweka hiyo ahadi nadhiri na Mungu, sasa mtoto wa Isaka angepatikana. Lakini kwa sababu ya imani Mungu alikuwa pamoja na Abrahamu. Linasema akamwonekania. Ndio ujumbe wetu siku leo. Tunasema kwamba kumwamini Mungu, kuamini ndani ya Mungu, trusting in the Lord, kuamini ndani ya Mungu. Yaani wakati kuna matatizo, wewe uone yale matatizo. Wakati kuna shida, hamuoni hiyo shida. Wakati ambapo mambo ni magumu, wewe uangalia hiyo hukumu ya maneno, bali unaangalia vile unamwamini Mungu. Imani yako na Mungu iko aje? Jamani, watu wengi tunakosa kubarikiwa kwa sababu ile imani tuliyo nayo ndani ya Mungu inapunguka siku baada ya nyingine. Yaani wakati shida inakuja inapungua kidogo, inapunguza imani. Malizia nikisema, you have done me wrong and you will have to answer to the Lord for this. Sarai anamwambia Abraham, umenifanya vibaya na ujue kwamba lazima utamjibu mbele za Bwana. Sasa Sara alianza hii maneno, sasa imegeuka. Jamani, watoto wa Mungu, wadada nyumbani mwa Bwana, wacheni tumwamini Bwana, wacheni tumtumainie Mungu. Kama kuna yule ambaye pengine mume wake hajapokea Kristo kwa mwokozi wa maisha yake, ninakusihi umpende, na kusiumpende na moyo wako wote. Hapana mtukana kwa sababu ya Mungu wako. Unajua natoka kanisani, alafu masiku kama hii ya wale mama wa zamani hapa wako, ako mmoja ama wawili ama watatu. Wale wa mama wa zamani ilikuwa ikifika Friday chamazi la Mungu na ikifika Friday watu wamefunga, bado waje misara. Masemo nasikia kweli. Friday muda hataki kuguzwa. Ifanye mko yako leo. Kama ile kupa baba na vile vifaranga. Wanajua leo ni Friday. Bye. Ngulapi. Bwana asifiwe. Amen. Kanisa nyumba inafaragana. Nyumba vita inakuja kwa sababu ya Friday. Saturday. Unajana kanisani. Na mwalimu gani? Alitafunga ibada. Mniangalie huku. Mniangalie wapi? Doris. Halafu nawacha nyumba. Vita, hakuna amani. Watu wamepigana. Kwa sababu gani? Ndio wapuuliza swali. Utaambiwa na Friday, Saturday, na Sunday pastor. Nataka niende kwa kanisa wenyewe nifunge kanisa. Kanisa yaanzie uko nyumbani. Bana nenda kwa kanisa vita. Kanisa yaanzie wapi? Kwa nyumba. Ibada ifanyike vizuri. Weya. Salamia Bwana asifiwe. Amen. Simejua ni ibada gani nasema? Ibada ifanyike vizuri. Kuna watu hawajajua Mungu. Watajuaje Mungu kama watapitia kwako? Lazima uwe na tabia nzuri mbele za mtu Bwana.
Lazarus pastor jamaa anakaa. Hiyo ndio ibada. Hapana leta hapa kuchanganyikiwa kwako na watu ambao wanaamini Mungu ni watu ambao wanatembea kwa pamoja. Yaani wakati ambapo kuna matatizo wanazungumza kwa pamoja. Wanaomba msamaha. Hiyo ndio ibada kamili. Hebu simama kwa miguu zako. Simama. Haya mambo. Inua mikono zako mbele za Baba yetu wa mbinguni, tumwambie neno moja. Bwana, nataka tusaidie katika ibada zetu. Bwana, nene pamoja na maisha yetu. Bwana, nene pamoja na mioyo zetu. Bwana, tuinue mahali tumekosea. Mara tumemkosea Mungu kwa wingi. Lakini nataka Baba tusaidie. Baba, nene pamoja nasi. Baba, tuinue. Bwana, tutembelee. Nasema tuinue mikono zetu mbele za Bwana. Tumwambie Mungu kwa tunakosa. Hata katika ibada zetu tunatenda vitu ambavyo si vinampendeza Mungu. Kuna mawazo ndani ya mioyo yetu ambayo haimpendezi Mungu. Sarai akamwambia Abraham, akaleta shida ndani ya nyumba yake. Lakini kwa sababu Mungu alipenda Abrahamu, Mungu alipenda Abrahamu na jamii, Bwana aliweza kujibu swali la Abrahamu ya kwamba anatengeneza taifa kubwa. Kwa Mungu Bwana anakuahidi jambo kubwa. Lakini Bwana kuna wazo nzuri ambalo anakuwazia ndani ya maisha yako. Bwana nataka kutembelee. Bwana nataka kutende mazuri. Bwana nataka inue jamii yako. Bwana nataka inue kanisa. Bwana nataka inue kazi yako. Ni wewe tu kujua shida mbele za Bwana na umwamini Mwenyezi Mungu. Maana yeye ni Alfa, tena yeye ndio Omega. Yeye ndio mwanzo, tena yeye ndio mwisho. Hii inamaanisha kwamba maisha tuliyo ndani, maisha tuliyo ndani watu wa Mungu, haya maisha Bwana anayajua. Kuna mmoja ambaye anapitia katika hali ngumu, imani ya kwamba Bwana anajua. Yeah.
la kambi Muruni. Kuna kitu Roho wa Bwana anafundisha kanisa la kambi Muruni. Si bure tu, kuna kitu Mungu anafundisha. Inua mikono zako mbele za Bwana na unyenyekee mbele za Mungu. Nataka nikuombe. Bwana Baba wetu ana sababu na kila neno ambalo linatoka katika kinywa cha mtumishi wake. Ya hadi yaliyoweka na Mungu umengojea sana, unaona kana kwamba imekawia. Mpaka unaanza kubadilisha nia. Kuna kitu ulikuwa unasema na Mungu, yaidiana na Mungu. Unaona kana kwamba imekawia sana, mpaka fikira zinaanza kubadilika. Unaanza kubadili, unasema kama Mungu hatatenda. Hakuna jambo linamshinda Mungu. Mungu anafungua watu ambao wamefungwa na uchawi na uganga. Mungu anafungua. Mungu anafungua watu ambao wamefungwa na laana zote. Maana yeye ni Mungu. Kuna kitu yaidiana na Mungu. Unaona kana kwamba pengine mtu ameteka nyota yako mateka. Niseme hapana. Ahadi ya Mungu ingali ndio na amina. Nataka nikuombee katika jina la Yesu. Inua mikono zako mbele za Bwana na uamini Mungu. Baba, katika jina la Yesu. Hawa ni watoto wako. Nimesoma neno lako mfano. Ujumbe utaendelezwa siku ya Jumapili. Naomba Bwana uanze kufanya kazi ndani ya mioyo ya watoto wako. Baba, anza kushughulikia mtu katika nyumba yako. Kuna mtu Bwana ambaye amenaswa, Baba wa mbinguni, naomba katika jina la Yesu. Anza kufanya Bwana operation kama ni magonjwa. Anza kufanya operation mfalme mahali kuna ugonjwa Baba Yesu. Maana ameahidiana na wewe Baba. Wipakarabushiki. Baba, anza kutenda ishara zako. Mshughulikie kuanzia sasa. Anza kushughulika jambo. Baba, katika jina la Yesu, kuna watu ambao ni wagonjwa ndani ya nyumba ya Bwana. Baba, katika jina la Yesu, kuna watu wamefungwa tumbo zao, wanatamani kuwa na watoto. Baba, katika jina la Yesu, tumbo zao zimefungwa na uchawi na uganga na midomo za watu. Ribashaka. Baba, kuna watu ambao wamehangaika Nairobi hii na hukutuma Nairobi tuhangaike. Lakini Baba, misukumo ya wanadamu inawasukuma. Wanahangaika Bwana, wana amani. Yehova Mungu wangu, katika jina la Yesu Kristo. Ribashaka. Baba, kuna watu ambao Bwana wanatamani hata kujenga manyumba kule nyumbani. Baba, hawana chochote. Wamekaa miaka nyingi Nairobi mfalme. Lakini wanatoka Nairobi mfalme. Ikarabushi. Baba yangu. Leo Baba wa mbinguni. Leo Baba yangu. Leo Baba wa mbinguni, nawaombe. Nafungua njia zao katika jina la Yesu. Nafungua maisha yao katika jina la Yesu. Baba, umeniahidi na ukanituma, ukanitenga kwa ajili ya huduma huu katika madhabahu haya. Leo hii ni siku yako njema. Baba, nami natangaza habari njema. Baba yangu, kanisa la kambi Muruni naliombe. Naombea viongozi, naombea washiriki. Kwamba Bwana utawabariki. Napoendelea na ibada, Bwana utubariki. Kila mmoja aliyesikia injili hii na mweka mikononi mwa Jehova. Kuna mahali mfalme alikuwa amefungwa, Baba umemfungua. Kuna mahali mfalme tulikuwa tumechanganyikiwa, lakini Baba wa mbinguni umenena pamoja nasi katika njia special. Jina lako litukuzwe. Asante Bwana kwa yote umetenda. Katika jina la Yesu nimeomba. Amen.